nilishawahi kuwaua mashetani wawili, aliyakuwa mimi ni mtu mmoja. Unajua baada ya kuwaua niliwafanya nini? Sasa basi mimi naondoka, na endapo ukiniona nimekuja hapa, basi ujue nimekuja kumfuata mdogo wangu. Nadhani sasa hivi umejipanga vizuri kabisa. Acha na mimi nikajipanga. Asinibabaishe. Mtu mzima hatishiwi nyau. Yaani kijana mdogo tu anakuja kunitishia tishia. Naona hanitambui. Aulize ambiwe. Nasemaje, toka kama kwa mwanamke kweli. Yaani mimi mamangu anapitia wakati mgumu kule. Nyie mpo tu mmekaa hapa. Nasemaje, naomba utoke. Yaani leo kama usipotoka hapa patakimbika. Yaani nimekuja kwa jirani mmoja tu, mamangu anataka kapone. Haiwezekani mamangu anatembea kama umekaa tu. Sasa natoka jamani. Sitaki kushindana na watoto, maana hata wakubwa zako hawaniwezi hata kidogo. Namhitaji mdogo wangu, maana wewe ndio chanzo cha kupotea kwa mdogo wangu. Asa kama ushindani na watoto na una nguvu kuliko mimi, ina haja gani kunifuata mimi mpaka hapa? Kama kule una nguvu, mchukue mdogo wako mrudishe nyumbani, haina haja kunifuata mimi mpaka hapa. Lakini mpaka unanifuata hapa, inamaanisha uniwezi kwa lolote, na ndio maana umenifuata. Nadhani unataka shari. Na mimi kilichonileta hapa sihitaji shari hata kidogo, nahitaji suluhu. Maana nikiitaka shari nitaanza kupiga wewe pamoja na wachawi wenzio. Mimi ndo nywele mbili aka mtoto wa mama Venasia. Namhitaji mdogo wangu. Nasemaje? Kama kweli mwanamke kweli naomba utoke hapa. Yaani mimi mamangu yuko kule anahangaikia ile. Wewe kaa hapo ndani. Naomba utoke. Yaani nasemaje? Yaani bila kutoka bila kupata mpaka wote tunasema leo ndio tutanuka hapa. Sasa kama wewe unajua. Hapo kuna na wewe msako kwa hiyo kwa nyumba na kupanga vioni. Ndio kama hiyo wewe nyumba ndio baba. Ndio kama wewe. Bila hela kitaki na ndio anatoka. Wote mwanamke kweli. Wewe wangu umefanya mpaka na nini na leo wangu. Bwana leo kutajingisha na kutajingisha yeye. Ndio kama wangu hapo ndio. Kama kwa mwanamke kweli na kutoka ngoja labda utoke uje hapa. Mimi ndo ndo nataka wewe uje hapa. Kwa kumfanya mamangu mpaka leo kitandani kwa ajili yako hapo umekaa tu unalala. Koma usininyamazishe. Niko najua ugumu mama. Wewe umezaliwa na kuuliza au mama yako ndo umwembe? Hapo sikiliza. Unataka kunijibu si ndio? Kwa kuwa leo sijaja kishari kabisa. Nimekuja tu kukueleza kiupole kabisa. Nitaondoka. Lakini endapo ukiona hii sura, basi ujue nimefuata vitu hivi. Kumchukua mdogo wangu au kati ya wewe na hawa wachawi wenzio, mmoja wapo atakuwa halali yangu. Eti atanipige. Hivi hamjui bibi yangu vizuri. Bwana ataisoma namba. Na mwaka huu mpaka aseme mpuuzi. Wakati unampa vitisho mamangu ulikuwa watoa sauti. Naomba tuongozane sana kumpigia mamangu apone basi. Wewe kijana. Kijana. Huyo hajawahi kuongea. Na ukiona kaongea kuna mambo mawili.
aidha akuue ama akupe adhabu ya maisha yako. Kwa hiyo naomba usiendelee kumwongelesha kijana. Kwa usalama wako naomba utoke hapa na urudi nyumbani kwenu ulipotoka. Kijana, nenda kurudi tena kuja kukupa maagizo haya. Nasemaje mzima kwa makini. Wakati naomba mamangu kipicha kwa na sauti unabaja ugeni. Bwana nisikilizeni kama mmepanga leo mimi nataka mamangu abone. Bora kama ongea kati kwa wao kuja unaongea na kwa na matiki na kwambia mimi ndio natoka mbele kama mamangu. Bora unaongea matiki. Unataka matiki tu gani? Kama nisikilize hapa mimi siongei chochote, yani sitaki chochote, nataka kumpigia mamangu. Ukipitia kitu nakwambia mamangu nataka apone. Wewe unaenda wapi? Una bahati. Nasemaje? Sisi tumefanya jana kuja kwenye miti. Kama ndio mwanangu mwenye atenzo mimi nakuja kumita kata mtu wote. Unaweza niambia dirishani kwangu umefuata nini? Ni mazoezi tu, unajua mazoezi ya 1 2 3 nini? Mazoezi? Mazoezi dirishani kwangu? Sio kila mazoezi yanakuwa ile ya kukimbia kimbia. Sometimes mazoezi moja anataka ile kama sehemu kama hizi hapa hivi. Nyie vijana sasa hizi bangi zinawahangaisha. Sasa sikiliza mwanangu. Mimi mwenyewe muuni kama wewe. Tena mimi ni mshenzi kuliko hata wewe. Sikia. Toka. Balidia penye natoka mjombo sichonge sana, naona sasa unaanza kuharibu. Oya toka bwana. Nini? Mimi nimekuambia ni viengonjera hapa. Bana, toka. Shenzi wewe. Binti ambaye umebeba mimba yenye baraka, mimba ambayo wachawi wote wanatamani kuitoa kafara, kwa kuwa nywele mbili, jitu la motoni, jitu la shetani, aliyakuwa mambo yangu yanamucha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimekuja kukusaidia, na nikiwepo mimi karibu yako, nikiwa chini ya kitovu ya tumbo lako, hakuna ibilisi yoyote yule anayeweza kukuzuru. Sijakuelewa unamaanisha nini? Na mimba yangu itolewe kafara kwa nini?
kuna mengi sana ambayo yamejificha chini ya pazia, na mambo mengine hautakiwi kuyajua, maana muda wake bado haujafika. Kinachotakiwa sasa hivi, natakiwa ufate matakwa yangu, yaani unipatie matakwa yako. Naomba ufumbe macho. Sijaelewa, ila sawa tu, wewe nisaidie. Hiki nini sasa? Nilijua tu kwa hili lazima utakuja. Haya, niambie, umeleta kimoja tulichokubaliana? Hapana, kilichonileta kwako sio hicho. Hivi ni lini utaacha kuifuatilia familia yangu? Haiwezekani, ushakula nyama nyingi za wanachama na wewe lazima utoe. Wanachama wale nyama na wewe pia upitie maumivu waliyopata wenzako, na pia ukumbuke familia yako ilipo ndipo na sisi tupo. Hivi ni lini utaacha kuifuatilia familia yangu? So mbaya shemeji yangu, ila unajua huku ni pazuri sana, ila tofauti ya huku na kule, huku kumepoa sana kiasi kwamba kuna boa, yaani hamna hata sehemu ya kutembelea nini ukaenjoy ukapiga story na washikaji. Lakini kule muda wote yani ukatoka hapo ukaenda pale, ukatoka kule ukaenda huku, mastori kama yote. Na kikubwa zaidi, yani huku watu wako busy sana mashambani, huku wengine wamejifungia kwenye majumba yao. Umeelewa? Alafu kinachoniboa zaidi mimi ni huku kufungiwa ndani kila siku na habari shindani na bro, alafu mimi mtu wa kiume. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo kwa hali hiyo inanifanya mimi nakuwa naboeka sana. Alafu mimi mtu wa kiume. Nadhani wewe mwenyewe shemeji unafaje? Unakuwa unaelewa. Sasa kwa brother kunikataza hata mimi nisitoki kama hivi, nisiende katika misere yangu, nisiende katika meno yangu. Mimi nakuwa naboeka bwana. Hata shemeji unadhani utaenda wapi? Na vyote siwezi kuvifanya. Na kama hiyo sadaka niko lazima nijitoe mimi mwenyewe na sio familia yangu. Unaweza kudili na mimi? Nimechoka. Utakiona kijinga cha moto kilichomtoa nyoka pangoni mwake na utaacha ndala. Nisikilize Bi Mchawi. Kitu cha aina yoyote kitakachoikuta familia yangu, mimi lazima nidili na wewe. Mimi ndio Bibi Malumbi. Na kilichomtoa kanga manyoya. Usicheze na mimi, utaacha ndala. Nimechoka na visa vyako unavyonifanyia. Nisikilize. Mimi niko tayari kwa kitu cha aina yoyote. Liwalo na liwe. Utaacha ndala. Sawa tu. Kijana haka kanajiona kenyewe kanaweza. Umesahau ulivyolala nje. Bado hujatosheka. Unadhani huko unapotaka kwenda napo kuna tofauti gani? Na usione kama kakako anakukataza. Kakako anakukataza kwa maana kijiji sasa hivi kimebadilika sana. Sasa hivi kijiji kimechangamka tofauti na zamani. Na ndio maana kakako anakukataza hata mdogo wake upate matatizo. Basi shemeji yangu, mimi nimekuelewa. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Kuna sehemu nataka niende mara moja, kuna mtu nataka nikaone naye. Ila endapo bro atakuja atakuulizia kuwa nimeenda wapi, basi nijibu kuwa haujui wapi nimeenda. Sawa? Unaweza ukaniambia unaenda wapi? Au ndio unakutana na mke mwenzangu? Hamna bwana shemeji yangu. Wewe usijali, ipo siku moja nitakwambia. Kwa hiyo mimi ninachokuomba kwanza fanya hicho ambacho mimi nimekuelekeza. Shem. Hivyo sabuni yako inaitwaje? Hii sabuni yangu inaitwa Diva.
na ni nzuri sana katika matumizi ya ngozi. Yaani naondoa chunusi, harara, ni vipele nini, ndio maana mimi napenda sana kuitumia hii. Nilikuwa naitaka kwa maana uso wangu unaona sasa hivi naharibika, sura vibaya. Nilikuwa naomba kama unazo mbili unipe moja mimi nitumie. Monorohi ndio gani? Bukedemi. Wewe nani? Mbona unanizuia njia? Wewe kijana, unajikuta unajua kuchunguza sana mambo ya watu, si ndivyo? Mimi sijui kusaidia watu, lakini tu nimemshauri rafiki yangu ili aweze kumpeleka mama yake kupata tu matibabu kwa sababu mama yake anateseka sana. Basi sawa. Kumbuka mashujaa waga wanakufa vitani, na wale wanaonekana ni wazembe ndio wenye kupona afu na kuonekana mashujaa nyumbani kwao. Endelea kufuatilia jambo ambalo walikuhusu. Endelea kufuatilia kesi sio kwa yako. Kitakacho kukuta utakijua wewe mwenyewe pamoja na familia yako. Siwezi kufanya hivyo. Na nimeelewa. Kumbe ndio yule binti aliyekuwa anamsema rafiki yangu. Sasa hapa ninachoenda kukifanya ni kitu kimoja. Naenda kumtafuta mganga huko ili aweze kumtibia mama yake. Rafiki yangu aweze kuwa na amani. Kijana, kumbe wewe ni shujaa. Nimekupenda na nimependa ongea yako vile. Na nikiondoka bro renda hivi sana. Nenda kuchukulia sabuni sema sio kesi. Mimi sabuni nayo hii moja sijanunua, ila kama ukinunua basi nitakufusia sawa. Ila kama utakuwa na uhitaji nayo nikuachie ya kwangu utumie. Amna shemeji, weka hifadhi tu. Mimi nikitaka nitakwambia. Basi poa, kama utahitaji basi wewe utaingia tu hapo na utaichukua sawa? nikija kuona unaendelea kufuatilia jambo letu nitakachokuja kukufanya, sidhani kama utasahau kwenye maisha yako. Na unashindwa kujiuliza kwa nini napenda kutumia sauti ya mwanaume sitaki kutumia sauti yangu. Wewe kijana, kuwa makini. Sitaki kuonyesha nguvu zangu, lakini naviona wananichokoza. Hii ni Monorohi Lidea Ganne, yaani hii bado haijaisha.